Leo nitazungumzia kuhusu kubadilisha goti kwa kutumia teknolojia ya roboti. Sasa wagonjwa ambao wana ugonjwa wa osteoarthritis wa goti katika hatua za mwisho, wanaougua maumivu makali ya goti, wanaopata ugumu wa kutembea hata umbali mfupi, kupanda ngazi, na ambao wana ugonjwa wa arthritis wa goti ulioendelea, hawa ndio wagonjwa wanaohitaji kubadilisha goti. Sasa katika kubadilisha goti, tunachofanya kimsingi ni kurekebisha upya sehemu za mwisho za mfupa zinazounda kiungo cha goti, na kipandikizi kinawekwa ili kwamba sehemu za karibu za viungo hazigusani, na nyenzo bandia inayowekwa katikati inafanya kazi kama kiungo kipya. Hii ndiyo kubadilisha goti. Sasa tuna teknolojia ya kisasa katika mfumo wa kubadilisha goti kwa roboti, ambapo wakati wa upasuaji roboti inatusaidia kuongoza na kuelewa kwa usahihi uwekaji wa vipandikizi vyetu. Sasa wakati wa upasuaji, tunachofanya na roboti ni kwamba roboti ni mkono wa ziada wa daktari wa upasuaji. Mpango wa upasuaji unalishwa kwa roboti na roboti inafanya hatua chache za upasuaji chini ya udhibiti wa daktari wa upasuaji. Sio kwamba roboti inafanya upasuaji wote bila daktari wa upasuaji. Daktari wa upasuaji ndiye mtu mkuu ambaye atadhibiti roboti na utendaji wa roboti. Sasa upasuaji wa roboti unavyotofautiana na upasuaji wa kawaida ni vipi? Roboti inatupa mrejesho wakati wa upasuaji kuhusu uwekaji sahihi wa vipandikizi na pia kiasi cha upasuaji wa tishu laini, na damu inayotoka ni kidogo sana ikilinganishwa na upasuaji wa kawaida, na kupona ni haraka zaidi na kwa kasi zaidi kwa upande wa maumivu na kupona kwa mgonjwa. Sasa katika Apollo tuna taratibu za kawaida mahali, na tuna timu ya roboti pamoja nasi, ambapo tunafanya upasuaji wa kubadilisha goti mara kwa mara. Matumizi ya teknolojia hii yameleta mapinduzi katika jinsi tunavyofanya upasuaji wa kubadilisha goti na matokeo ya kliniki kwa mgonjwa.